Na mtazamaji, hujambo popote pale ulipo, karibu katika habari ya kucha nzima leo kutoka hapa Channel Plus. Mimi ni Lula Ali, karibu tuwe sote. Mkuu wa Mara Kanali Evans Mtambi ametoa masaa 24 kukamilisha malipo ya fidia ardhi na makazi ya familia ya Mzee Ruhumbika Machumu ambaye ni mkazi wa kijiji cha Chirorwe ili kuhitimisha mgogoro uliodumu kwa muda mrefu kati ya familia hiyo na kampuni ya Wakazi Mining Limited inayojishughulisha na uchimbaji wa madini katika eneo hilo. Mwanahabari wetu Musa Makali anaripoti zaidi kutoka Mara. Kanali Mtambi anatoa maelekezo haya wakati wa mkutano wa hadhara uliofanyika katika kijiji cha Chirorwe, ikiwa pia ni utekelezaji wa maelekezo ya Waziri Mkuu wa Tanzania Daktari Mwigulu Nchemba aliyoyatoa hivi karibuni alipofanya ziara mkoani Mara baada ya familia hiyo kulalamikia. Na hivyo huyu mama eneo lake linatumika na wachimbaji wadogo, wakati yeye hanufaiki kwa chochote kile. Kanali Mtambi hakutaka tu kusikiliza, bali ilimlazimu kufika katika eneo lenye mgogoro kujiridhisha na baadaye kuihoji familia na makubaliano ya malipo ya shilingi milioni 40 ama kuwa wanahisa, lakini familia hiyo wao wakahitaji milioni 40 ili kupisha katika eneo hilo. Kwamba sio shilingi milioni 40 tuchukue cha kwetu sisi wadogo. Yeye anagawa maeneo haya ni wenye vitu waliopita. Walikuwa wanagawa maeneo na maduara yaliyoko juu yamegawiwa na serikali ya kijiji. Tutaanza na ile ambalo liko wazi. Kijiji kule mna kwenye nyumba. Hilo eneo mna shida nalo? Wala tuna shida nalo. Lote ni la kwao, sio? Baada ya majadiliano na makubaliano ya pande zote kukamilika, familia hiyo inapaswa kulipa fidia shilingi milioni 40 kama ilivyokubaliwa ili kuondoka katika eneo hilo na kuruhusu shughuli za uchimbaji kuendelea kwa mujibu wa sheria na taratibu zilizowekwa. Lazima ingie kwenye akaunti yote. Kesho saa 6 itakuwa kwenye akaunti. Kama mnaweza, watu wanamaga usiku, mkipenda hiyo nyumba muame leo, mkurugenzi uwape gari. Mkipenda hiyo nyumba nendeni leo usiku muame, ndio watu wanamaga. Kesho shahidi mwingine wa kuhakikisha hela ziko kwenye akaunti yenu ni mimi. Muendelee na maisha huko, muache kuishi kama paka. Kwa niaba ya familia hii, Bwana Sofareti Ruhumbika anakubaliana na maamuzi ya mkuu wa mkoa wa Mara. Tayari familia imekwisha ridhia hiyo fedha. Tunasema ni vizuri tuitoe hiyo fedha, sisi tuweze kupisha eneo kwa ajili ya usalama wa maisha yetu. Kutoka hapa halmashauri ya wilaya Musoma mkoani Mara, jina langu ni Musa Makali. Mgogoro wa ardhi kati ya wananchi wa mtaa wa Mpama kata ya Mihuji jijini Dodoma na taasisi ya Imam Takwa uliopelekea wananchi hao kubomolewa nyumba zao na kukosa makazi ya kudumu wachukua sura mpya baada ya wananchi hao kuzuia zoezi la kuhakiki wa mipaka ya zamani ya eneo hilo. Mwanahabari wetu Leonard Mwacha kutoka Dodoma ana taarifa zaidi. Kwa nini tunakaa tunanyanyasika maskini? Sisi twende wapi? Leo tunakuja kupewa kutiwa moyo kwa hatua ya upimaji. Kwetu hatua ya upimaji sio ya kwanza. Ya kwanza ni kustiri sisi. Kikao hichi ambacho kililenga kuleta suluhu kimemhusisha diwani wa kata, mwenyekiti wa mtaa na mwakilishi kutoka jiji. Hata hivyo, wananchi wamegomea kile wanachokiita upimaji wa mashamba, ila wao wanataka upimaji wa viwanja ambavyo wanaamini wanavimiliki. Tunachokiomba sisi wanampama, serikali iangalie huu utaratibu wa hizi hati za mashamba ambazo zinafufuliwa kila siku, zinatesa watu. Hawa watu wanaojitokeza sasa hivi kusema maeneo ni ya kwao ni mashamba. Mashamba haya yametoka wapi? Na wakati maelezo ya mashamba na barua tunazo kuwa mashamba yamefutwa. Aidha, wananchi hao wamesema hawako tayari kuondoka katika eneo hilo na kusisitiza kuwa wataendelea kubaki hapo na watoto wao licha ya diwani kushauri watoto hao kutafutiwa hifadhi shuleni, huku mwenyekiti wa mtaa huo akibainisha hatua zitakazofuata. Pale kwa shuleni pale shuleni wale wenye watoto na nini watafutiwa kwenye eneo la mabweni kwa hiyo. Watoto wakae kule, vyombo vyetu wanalishwa na nani kule? Inakuwaje? Sisi tunachoiomba serikali, maombi yetu tubaki hapa na watoto wetu mpaka tutakapoipata haki yetu. Kwa hiyo zoezi tunaoendelea nao ni kuona kwamba ni namna gani waweze kupata hifadhi ya muda. Wakati huo tunaendelea kuona namna kama wanaweza kupata taratibu zingine. Hata hivyo, mapema mara baada ya nyumba hizo kubomolewa siku kadhaa zilizopita, mwenyekiti wa taasisi ya Imam Takwa inayohusishwa na ubomoaji huo ilisema ni kutokana na kushinda kesi ya umiliki wa eneo hilo, japokuwa siku ya kikao cha kutatua mgogoro huo hawakufika na simu iliita bila kupokelewa. Kutoka hapa mtaa wa Mpama kata ya Mihuji jijini Dodoma, Leonard Mwacha, Channel.
Haya, mtazamaji, katika kuhakikisha jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linatoa huduma bora kwa wananchi kwa kutumia vifaa vya kielektronic pamoja na mifumo mbalimbali ya kidigitali, wananchi na wadau wa mkoani humo wameombwa kuendelea kushirikiana na jeshi hilo katika kuzuia na kudhibiti uhalifu. Mwanahabari wetu Marcos Apolinari anatufanulia zaidi. Akizungumza mara baada ya kupokea kompyuta ya kisasa ambayo imetolewa na diwani wa kata ya Iremi Baraka Zambi kwa kushirikiana na baadhi ya madiwani wa jiji la Mbeya, kaimu kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Mbeya, kamishna msaidizi Wilbert Siwa amesema vitendea kazi vipo, lakini huwa haviwezi kutosha. Kwa hivyo tunatoa wito kwa wadau ambao pia wanataka kulisaidia jeshi la polisi katika vitendea kazi kama hivi. Sisi tuko tayari kupokea, kwa sababu itakuwa pia inakwenda kutusaidia katika kazi zetu za kila siku. Mheshimiwa diwani wa kata husika ameamua kuikabidhi jeshi la polisi upande wa polisi jamii wilaya ya Mbeya kompyuta moja ambayo itawasaidia katika kufanya shughuli mbalimbali za polisi jamii. Diwani wa kata ya Iremi Baraka Zambi ameeleza sababu ya wao kutoa kifaa hicho kwa ajili ya utendaji wa jeshi la polisi na hasa polisi jamii, huku baadhi ya madiwani wakisisitiza kutoa ushirikiano kwa jeshi hilo ili kudhibiti uhalifu. Kwanza tumewiwa kutoa kompyuta hii kwa sababu ni kitendea kazi ambacho kitarahisisha utendaji kazi wa polisi jamii. Lakini kupitia polisi jamii vijana tumewaweka kwenye mlengo wa kurekebika na kwenda kufanya shughuli za kimaendeleo. Niwapongeza na kuendelea kuitumikia Tanzania bila kukata tamaa. Kwa changamoto mlizopitia, wengine mngekata tamaa, mngeacha hata kazi. Lakini tuwatie moyo, sisi madiwani tutawaunganisha vizuri na wananchi na mtaendelea kutumikia jamhuri bila shida. Niwaombe sana tuwe karibu na sisi madiwani. Kama kuna shida tuwe tunapeana taarifa. Cha msingi tuilinde Mbeya yetu, tuilinde Tanzania yetu. Nikiripoti kutoka hapa jijini Mbeya, Marcos Apolinari, Channel 10. Waziri wa Madini Mheshimiwa Anthony Mavunde amesema serikali imetumia zaidi ya shilingi bilioni 7 kufikisha nishati ya umeme kwa wachimbaji wadogo, hatua inayolenga kuongeza uzalishaji na kuwaondolea changamoto ya matumizi ya mafuta katika shughuli za uchimbaji. Mwanahabari wetu Mrisho Sadik anatueleza zaidi. Mheshimiwa Mavunde amesema hayo wakati akizungumza na mamia wachimbaji wadogo wa madini ya dhahabu katika mgodi wa Igalula, wilaya ya Nyang'hwale mkoani Geita, baada ya kuzindua mzalisha nishati ya umeme wenye uwezo wa kVA 500 kwa ajili ya wachimbaji wadogo wa eneo hilo. Mpaka sasa imeshaingia shilingi bilioni 7 kwa ajili ya kusambaza umeme na kupeleka maeneo ya migodini ili kuchochea shughuli za kiuchumi. Awali akitoa taarifa ya mradi huo wa uzalishaji umeme, mhandisi wa TANESCO mkoa wa Geita, Ndemba William, amesema Mheshimiwa Waziri, katika eneo la uchimbaji madini Igalula, mradi uliotekelezwa uligharimu jumla ya kiasi cha shilingi milioni 426 na ulihusisha ujenzi wa kilomita 3.5 za laini ya msongo wa kati. Mkuu wa mkoa wa Geita Maritini Shigela amesema kusogezwa kwa huduma hiyo karibu na wachimbaji kutachochea ongezeko la uzalishaji kwa wachimbaji wadogo, wakati na wakubwa. Huduma hii kusogezwa hapa kunaongeza uzalishaji kutoka kwa wachimbaji wadogo, wakati na wakubwa, na hivyo kuongeza pato la mwananchi mmoja na pato la taifa letu. Baadhi ya wachimbaji wadogo wa madini ya dhahabu mkoani Geita wameeleza kuwa uwepo wa huduma ya umeme katika migodi hiyo ni chachu ya kuongeza uzalishaji na kupunguza gharama za uzalishaji. Kwa hiyo tulikuwa tunatumia gharama kubwa sana, karibia wastani wa 900,000 hadi milioni kwa siku. Sasa baada ya ujio wa umeme gharama hizi zimeshuka sana. Kulikuwa na changamoto kubwa sana, mashine kuharibika, za upatikanaji wa mafuta ulikuwa ni mgumu. Kwa hiyo tulikuwa na changamoto, uzalishaji ulikuwa chini sana. Kutoka Geita, mimi ni Mrisho Sadik.
Naam, bunge la Ufaransa limeidhinisha muswada wa sheria unaopiga marufuku watoto wenye umri wa chini ya miaka 15 kutumia mitandao ya kijamii kufuatia msukumo uliotolewa na Rais Emmanuel Macron. Sheria hiyo ambayo ni sehemu ya mageuzi aliyoahidi katika muhula wake wa pili wa urais inatarajiwa kuanza kutekelezwa mwezi Septemba mwaka huu. Hatua hiyo inaifanya Ufaransa kuwa nchi ya kwanza barani Ulaya kutunga sheria aina hiyo, ikilenga kuwalinda watoto na vijana dhidi ya athari zinazohusishwa na matumizi ya majukwaa kama TikTok na mitandao mingine ya kijamii. Wakati huo huo, uamuzi huo unaakisi mwenendo unaoongezeka duniani na wa kuweka vikwazo vya matumizi ya mitandao ya kijamii kwa watoto kufuatia wasiwasi unaendelea kuhusu athari zake kwa afya, akili, usalama na maendeleo yao. Mtazamaji, tukiendelea mbele zaidi, taasisi ya afya Jumuiya ya Afrika Mashariki, Kati na Kusini ECSA-HC imekabidhi vifaa tiba vya upasuaji pamoja na dawa zenye thamani ya shilingi milioni 94.6 kwa Wizara ya Afya ili kuimarisha kambi za matibabu na upasuaji zitakazofanyika katika mikoa ya Arusha na Mtwara. Mwanahabari wetu Jamila Omar kutoka Arusha anatueleza zaidi. Makabidhiano hayo yamefanyika katika makao makuu ya ECSA jijini Arusha, yanalenga kusogeza huduma za madaktari bingwa karibu na wananchi na kusogeza upatikanaji wa matibabu ya kibingwa. Mkurugenzi mkuu wa ECSA Dr. Ntuli Kapologwa amesema vifaa hivyo vitatumika katika huduma mbalimbali za matibabu na upasuaji, huku akieleza kuwa Tanzania imejaliwa kuwa na idadi kubwa ya madaktari bingwa ambao watashiriki katika kambi hizo. Kambi hizi tunawaleta wale wataalamu kutoka maeneo mbalimbali. Kwa mfano hapa tu peke yake tumeleta wataalamu wapatao kama 15 kutoka maeneo mbalimbali kwa ajili ya kusaidia huduma mbalimbali. Kwa upande wa Mtwara tumeleta wataalamu wapatao 17. Kwa hiyo ndio utaratibu unaofanya. Sasa hili zoezi hatulifanyi tu hapa Tanzania kwa sababu hiki ni jumuiya, linafanyika kwa pamoja na nchi ya Malawi. Kwa shabaha yetu ni kufikia watu 300. Upande wa Mtwara shabaha yetu ni watu 200. Kwa nchi ya Malawi ni watu 400. Naye naibu katibu mkuu wa Wizara ya Afya anayeshughulikia dawa na vifaa tiba Emmanuel Tayari amesema msaada huo unaunga mkono juhudi za serikali za kuboresha huduma za afya na kuwafikishia wananchi huduma bora zaidi. Mambo mawili tuliojifunza katika kupokea hivi vifaa, cha kwanza kwamba uhusiano wa sekta binafsi, uhusiano wa taasisi za kimataifa kama ECSA, lakini uhusiano wa sisi kama serikali katika kupeleka huduma karibu kwa wananchi. Kwa upande wake, mwenyekiti wa maandalizi ya kambi ya matibabu ya upasuaji Balozi Dr. Ulisubisia amesema kila hospitali imepewa nafasi ya kubainisha maeneo yenye upungufu wa wataalamu ili kambi hizo ziweze kutoa huduma kulingana na mahitaji halisi ya wananchi. Hiyo wako watakaopelekewa wataalamu kwa ajili ya upasuaji wa mifupa na mfumo wa fahamu, wako watakaopelekewa upasuaji kwa ajili ya watoto, wako watakaopelekewa wataalamu wa mambo ya ndani, yani internal medicine physicians, lakini wako ambao watapelekewa wataalamu watakaokidhi mahitaji ya moyo aina mbalimbali katika mazingira walionayo. Wako ambao vile vile watapelekea wataalamu wauguzi ambao watawasaidia katika kushughulikia wagonjwa baada ya kuwa wamefanyiwa upasuaji. Makabidhiano hayo yameenda sambamba na uzinduzi rasmi wa kambi ya matibabu na upasuaji katika hospitali ya rufaa ya Mount Meru mkoani Arusha. Jamila Omar, Channel 10, Arusha. Haya, Waziri wa Nishati Deogratus Ndejembi amemwagiza Katibu Mkuu wa wizara hiyo kumwongezea hata siku moja muda wa mkataba mkandarasi wa mradi wa kusafirisha umeme wa kilovoti 220 Songea Tunduru hadi Masasi wenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 150, akisema kasi ya utekelezaji hairidhishi licha ya serikali kufanya malipo ya zaidi ya shilingi bilioni 30. Taarifa zaidi na Yusuf Kaenda kutoka Tunduru anatueleza. Akitoa agizo hilo akiwa wilayani Tunduru mkoani Ruvuma baada ya waziri huyo kukagua maendeleo ya mradi huo wa kimkakati unaotekelezwa na kampuni ya Kalpataru na kubaini kuwa kasi ya mradi huo ipo nyuma ya ratiba, Waziri Ndejembi amesema serikali tayari imemlipa mkandarasi zaidi ya shilingi bilioni 33 baada ya kueleza kuwa hana fedha za kuendelea na utekelezaji wa mradi huo. Tulichokikuta hapa site hakiridhishi.
hata kidogo. Nilikuja hapa kama miezi mitatu iliyopita, nikakuta kwamba mkandarasi tayari amedemobilize, hayupo site, na alikuwa anasema anahitaji hajalipwa fedha. Tukashughulikia kupitia kwa katibu mkuu wa wizara, akalipwa bilioni 33. Lakini leo tulichokikuta site hakiendani na fedha ambayo amelipwa ya Watanzania. Kwa mujibu wa Waziri Ndejembi, hadi sasa misingi 148 kati ya 600 inayohitajika kwa ajili ya kusimamisha minara ya njia hiyo imejengwa, huku mnara mmoja pekee ukiwa ndio umesimikwa. Lakini kwa spidi hii bado sana. Mkataba wake unaisha mwezi wa 9. Lakini kama mnavyojionea, hata hana watu wa kutosha site kwa ajili ya kukamilisha kazi hii. Sasa namtaka katibu mkuu kuhakikisha kwamba mkandarasi huyu haongezewi hata siku moja. Wakati serikali ikiendelea na jitihada ikitoa msimamo huo, baadhi ya wananchi wa wilaya ya Tunduru wanasema bado wanakabiliwa na changamoto ya kukatika kwa umeme mara kwa mara, hali wanayodai kuathiri biashara na shughuli za uzalishaji. Na kama alivyosema waziri, si tu hanasa, lakini umeme huu unakuwa pia ni sehemu ya chanzo cha mapato kwa sisi wananchi wa Ruvuma. Kwa hiyo mimi nikubaliane na maneno mazuri ambayo yamesemwa na Mheshimiwa Waziri kwamba yuko haja sasa ya kuvunja mkataba kwa kufuata sheria zinazotakiwa. Jana yenyewe kutwa mzima umeme haukuwepo. Umekuja kuwaka usiku. Na usiku pia ulivyorudi pia michezo ni ile ile, kukata kuwasha, kukata kuwasha. Ina maana tayari mpaka kufikia hatua hii kuna asilimia fulani za kufanyeje, za kuferi mimi kazi yangu. Naomba tulisimamie sana hili. Mradi wa njia kusafirisha umeme wa kilovoti 200 wa Songea Tunduru kwenda Masasi wenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 150 unahusisha ujenzi wa njia kusafirisha umeme pamoja na vituo vya kupoza umeme vya Tunduru na Masasi. Kutoka Ruvuma, Yusuf Kayanda, Channel. Mkuu wa mkoa wa Njombe Anton Mtaka ameiasa jamii hususan wazazi na walezi kujenga utamaduni wa kutumia muda mwingi kuzungumza na watoto wao ili kuwajengea maadili mema na kuwakinga dhidi ya athari za mmomonyoko wa maadili unaochangiwa na matumizi yasiyo sahihi ya mitandao ya kijamii pamoja na ushawishi kutoka kwa baadhi ya watu wanaowazunguka. Michael Patrick kutoka Njombe anatueleza zaidi. Mtaka ametoa wito huo wakati wa ziara ya kukagua miradi ya elimu katika shule za msingi na sekondari zilizopo katika kata ya Uwemba na Mji Mwema, ambapo alitembelea shule ya msingi Lunyanywe ya halmashauri ya mji wa Njombe na sekondari ya amali iliyopo kijiji cha Magoda. Baki huku duniani mnasubiriana juu. Sasa ungetaka mtoto akija kufikia kwenye umri fulani akukumbuke kwa jambo hili. Lakini tuwalinde watoto. Watoto wanalindwaje? Kwa kuzungumza nao. Mzazi, kuwa rafiki wa mtoto wako, ili matendo ya ovyo yanayofanywa na marafiki na ndugu na majirani na kila kitu awe na uhuru wa kukwambia. Kwa sababu tuna watu wa ovyo ambao wanaharibu watoto wakitumia kwa imani za kishirikina. Kwa mambo ya kijinga tu, linatafuta utajiri, linatafuta cheo, linaamua kwenda kwenye mambo ya ovyo. Linadanganywa na waganga wa kienyeji. Na wazazi, yale mambo ambayo ni ya ovyo tunayakemea. Inaharibu maadili ya watoto wetu. Awali mkuu wa wilaya ya Njombe Juma Sweda amewataka wazazi na walezi kusimamia kwa karibu malezi ya watoto wao. Ndugu zangu wazazi, kama watoto hawa tutawalea vizuri katika wakati wao wa kukua, basi dunia itawalea. Kupitia ziara hiyo, wanafunzi wanaosoma katika shule ya sekondari ya amali Magoda wametoa shukrani zao kwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan za kufanikisha kupata wasaa mzuri wa kujiendeleza kitaaluma. Ombi letu wanafunzi wa Magoda sekondari, tunaomba mtujengee mabweni, nyumba za walimu, mtuboreshee shule pamoja na mazingira. Naye mwenyekiti wa halmashauri ya mji Njombe Erasto Mpete amesema katika shule ya msingi Lunyanywe kuna fedha zimetengwa ili kumalizia miundombinu zaidi. Shule hii bado haijakamilika. Katika mwaka huu wa fedha kuna fedha zimetengwa kwa ajili ya kumalizia hayo madarasa mengine. Kiasi cha fedha kilichotumika kufidia eneo hili ni wenye ukubwa wa ekari 4.6 ni shilingi milioni 34, ikiwa wananchi milioni 8 na mkurugenzi milioni 26. Kutoka mkoani Njombe, Michael Patrick, Channel. Mtazamaji, serikali imelenga kupunguza vifo vinavyotokana na ajali za barabarani kwa 50% ifikapo mwaka 2030 kupitia utekelezaji wa mradi wa kuimarisha usalama barabarani unaotekelezwa kwa ushirikiano kati ya Wizara ya Ujenzi na shirika la ushirikiano wa kimataifa la Japan JICA, ambapo mwanahabari wetu Amani Bando anatueleza zaidi. Kupitia mradi huo, serikali inaendelea kuboresha miundombinu ya barabara kwa kuweka alama za barabarani, taa za kuongozea magari
vizuizi vya usalama pamoja na kujenga njia na madaraja ya waenda kwa miguu katika maeneo yenye msongamano mkubwa. Akizungumza jijini Dodoma wakati wa kikao cha kamati maalum ya mradi wa kuimarisha usalama barabarani, Naibu Katibu Mkuu wa Wizara ya Ujenzi Dr. Charles Msonde amesema mradi huo pia unahusisha uanzishaji wa mfumo wa kisasa wa kukusanya taarifa za ajali kwa wakati halisi ili kuwezesha mamlaka husika kuchukua hatua za haraka na kuboresha huduma za dharura. Maafa mengi ya ajali yanatokea duniani kote kwa sababu ya huduma zisizo sahihi za haraka wakati ajali imetokea. Taarifa zitakazoingizwa kwenye mfumo zitatuwezesha kubaini pengine idadi na taarifa nyingi za majeruhi na yaliyotokea, hali ya barabara, hali ya magari na hali ya uendeshaji wenyewe wa magari na tukio lenyewe la ajali lilivyotokea. Kwa mfumo huo, mradi huu unahusika kuandaa huo mfumo. Aidha, amesema mradi huo unajumuisha utoaji wa mafunzo ya usalama barabarani kwa jamii pamoja na kuandaa mitaala ya elimu ya usalama barabarani itakayofundishwa katika shule za msingi, sekondari na vyuo. Kufanya utaratibu wa uandaaji wa mitaala na vitabu vinavyoweza kufundishika vema kwa watoto wetu wa shule za msingi, sekondari na maeneo mengine, lakini na kutoa uelewa mpana wa pamoja kwa jamii yetu kuhusu swala zima la uzuiaji na pengine uhudumiaji wa majeruhi au uelewa pamoja wa namna ya kujihadhari na upatikanaji wa ajali katika maeneo yetu. Kwa upande wake, mkurugenzi wa kitengo cha usalama na mazingira wa Wizara ya Ujenzi, Mhandisi Musa Kashinde amesema utekelezaji wa mradi huo unahitaji ushirikiano wa wadau wote ili kufikia lengo la kupunguza ajali na vifo vitokanavyo na matumizi ya barabara. Tunaamini kwamba mradi huu mpaka utakapofikia mwisho utakuwa ni mwarobaini wa kuweza kutibu janga la ajali za barabarani, lakini utasaidia sana kupunguza vifo vinavyotokana na ajali za barabarani, kwa sababu tunashirikiana wote, kwa maana jeshi la polisi, fire, hospitali, wizara ya afya, TANROADS, TARURA, lakini na wizara kwa ujumla. Hii ni chachu ya kuweza kuisaidia nchi. Amani Mbando, Channel 10, Dodoma. Wakazi zaidi ya 450 pamoja na mifugo 1964 katika kitongoji cha Mjiti, kata ya Mkwese, wilayani Manyoni wameondokana na changamoto ya upatikanaji wa maji safi na salama baada ya Mwenge Uhuru kuzindua mradi wa usambazaji wa mtandao wa maji kwenye kitongoji hicho kukamilika kujengwa. Tupate undani wa taarifa hii. Hayo yamebainishwa na wakazi wa kitongoji cha Mjiti, wilayani Manyoni, mkoani Singida, kwa kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa mwaka 2026 Wazo Mang'onda kwenye uwekaji wa jiwe la msingi la mradi huo uliogharimu zaidi ya shilingi milioni 87.284. Mradi huu ni matokeo ya uelimishaji wa wananchi katika kupanga na kutatua changamoto walizonazo kwa kushirikiana na serikali. Mradi huu umetekelezwa kwa gharama ya shilingi milioni 87,284,482 na senti 52, na kati ya fedha hizi kiasi cha shilingi milioni 13,500,000 ni thamani ya nguvu wananchi ambao wameshiriki kuchimba mtaro, kufyeka na kulaza bomba lenye urefu wa mita 6500. Tulikuwa hatuna maji na maji tulikuwa tunayafuata umbali wa masaa labda 4, lakini yale maji yalikuwa ni tope na tulikuwa tunatumia yale maji na ng'ombe wanakunywa pale. Wakati Mheshimiwa Rais anaingia madarakani, aliahidi kwamba anakwenda kumtua mama ndoo kichwani, na leo tunashuhudia hapa ahadi ya Mheshimiwa Rais ikitekelezwa kwa vitendo. Sasa maji yako karibu kwa wananchi na tayari ameshamtua mama ndoo kichwani. Tunamshukuru sana. Mang'onda umefika huku Mjiti, Mama Samia amefika Mjiti. Hawa watu walikuwa wanapata shida sana ya maji. Hii furaha hii ya kupokea mwenge, maana yake Mama Samia amewaangazia maisha. Naomba tumpigie makofi Mama Samia. Kwa wilayani Manyoni, mkoani Singida, mjumbe Ismail wa Channel 10.
Haya, mtazamaji, waziri wa mambo ya kigeni wa China Wang Yi anatarajiwa kukutana na mwenzake wa Marekani Marco Rubio wiki hii baada ya mkutano wa mawaziri wa jumuiya ya nchi za kusini mashariki mwa Asia nchini Ufilipino. Wawili hao watakutana mjini Manila ambako wamealikwa kujiunga na mawaziri wa jumuiya ya Asian yenye nchi wanachama 11 walioanza mkutano wao siku ya jana kujadili masuala kadhaa ya ulimwengu. Mazungumzo ya Wang Yi na Rubio yanatazamiwa kujikita katika kujadili maandalizi ya mkutano wa pili kati ya Rais Donald Trump na Xi Jinping wa China baada ya wawili hao kukutana mjini Beijing mwezi Mei, kwani kumekuwa na uhafifu wa mahusiano ya pande hizo mbili zilizopofikia makubaliano ya muda ya kusitisha vita vya kibiashara tangu Oktoba mwaka jana. Mtazamaji, chama cha Msalaba Mwekundu Tanzania katika mkoa wa Manyara wametakiwa kuzingatia utu, binadamu na kutimiza matendo ya huruma kwa jamii katika maisha yao ya kila siku badala ya kusubiri matukio maalum kuweza kujitokeza na kuonyesha vitendo hivyo. Lakimani kutoka Manyara anatueleza. Kauli hiyo kwa wanachama wa chama hicho cha Msalaba Mwekundu umetolewa na mwenyekiti wake mkoani hapa Tausi Alfan mara baada ya mkutano mkuu wa uchaguzi wa chama hicho. Tunapotoka hapa, hebu tujaribu kutengeneza ili neno la ubinadamu, libebe neno la ubinadamu kwa uzito. Sawa? Chukulia tatizo linalompata jirani yako ni la kwako wewe. Usisubirie mpaka yale matatizo ya Red Cross yanapotokea alafu ndio tujumuike kwa pamoja. Hapana. Yaani kila mmoja awe ana hofu ya Mwenyezi Mungu ndani ya nafsi yake, ajawe na yale matendo ya huruma, kwa sababu sisi ni wana Red Cross, si ndio? Tukishajawa na hayo matendo ya huruma, utamsaidia hata mtu utemkuta njiani. Sisi kama wana Red Cross na jinsi tunavyoishi na jamii ni kuzingatia uhamasishaji zaidi wa damu salama na kusimamia yale ambayo yanayopaswa katika jamii. Kwa mfano majanga yote ya moto au kuna matatizo yoyote, kuna mikutano, watu kutoa yani sisi ndio kazi yetu hiyo. Wakizungumza na Channel 10, baadhi ya wanachama hawa pia wameshauriwa kuwa sehemu ya kusaidia na serikali katika kutoa elimu mbalimbali ya ulinzi na utunzaji wa mazingira, hususan kwa jamii ya kifugaji ambao umekuwa ni chanzo cha uharibifu wa miundombinu hususan ya barabara. Okoa jahazi ambalo kwanza yanasababishwa na maafa, masuala ya momonyoko wa ardhi inayosababishwa na kwanza mvua kubwa au majanga mengine ya moto, na pia na mifugo wanayoharibu ardhi. Tujitahidi kuwaelimisha wao wafugaji wenzangu ambao tunafuga ng'ombe wengi ili tuweze kufuga mifugo mingi chache kwa ajili ya kuweza kumudu mazingira yetu ya ufugaji. Na sasa hivi ardhi imeshakuwa finyu, kufuga mifugo nyingi haiwezi tena, hatuwezi Kutoka wilayani Babati mkoani Manyara, mimi ni Elia Kimani, Channel 10. Rais wa Marekani Donald Trump ameidhinisha makubaliano na Saudi Arabia yanayoweza kulipa taifa hilo uwezo wa kurutubisha madini ya urani kwa ajili ya programu zake za kijamii, ikiwa ni makubaliano yanayotarajiwa kudumu kwa miaka 30. Makubaliano hayo yanatazamiwa kuhusisha makampuni ya Marekani kwa kutekeleza programu hiyo itayowezesha ujenzi wa kiwanda cha kurutubisha urani nchini Saudi Arabia, ikiwa hayo yanafanyika baada ya utafiti pamoja na Marekani. Habari zinasema makubaliano hayo huenda yakapata kizuizi itakapofikishwa bungeni kutokana na hofu ya baadhi ya wabunge wa Marekani kwa kuisaidia Saudi Arabia kutimiza azma yake ya kurutubisha madini ya urani ambayo itafungua awamu mpya ushindani na kusambaa kwa nyuklia. Na mtazamaji, taarifa hiyo inatupa wasaa wa kwenda kupata mapumziko mafupi. Tukirejea hapa tunakuja kuendelea mbele zaidi katika upande wa habari za biashara na uchumi. Mimi ni Lulu Ali na hii ni Channel 10 Plus, endelea kusalia nasi.